lakini rejea hata taratibu za sheria ya nchi. Kila raia anapaswa kuishi popote, kikubwa sivunje taratibu na sheria za nchi. Bwana pewe sana. Kwa hiyo kadhalika hata kwa Mungu ni hivyo. Hata ni mgeni anakuuliza, muelimishe. Sio umetoka nyumbani una stress zako kichwani, unafika mahali pale na kuuliza, unaanza kumgombeza. Ina maana wewe unisikii. Leo baba haongee na watu, sio usubirie watu wengine bwana. Kamenda kamerudi. Umeshanuna. Hivyo vitu Mungu anavikataa. Haleluya. Ndio maana baba yenu nawapenda wote. Amen. Awe mgeni au mwenyeji, nawapenda wote. Amen. Kuna shida nipigie. Mungu amenichagua kwa ajili yenu ninyi. Nimeitwa nabii kwa ajili yenu ninyi. Na wala sikujiita nabii kwamba mtu umetoka shule halafu unasema mimi hapa ni nabii. No, sio hivyo. Bwana pewe sana. Ndani ya maharage unapoanza kuchambua, lazima utaona ambalo liko vibaya na ambalo liko vizuri. Lazima maharage ambayo ni mapooza utayaona kwamba haya sistahiki kuyabisha shambani, kuyapanda kwa sababu hayawezi kuota. Haleluya. Lazima upeleke mazima. Na ndio maana Mungu wakati mwingine analeta maneno ya mafumbo. Wanaotambua ninachokizungumza ni wale ambao wako rohoni, kwamba isije kama aibu siku ya mwisho, kwamba nimewachunga vizuri, nimewafundisha, nimewahubiri, nimewaambia macho Mungu ameniagiza kwenu, halafu mwisho wa siku watu kadhaa wa kadhaa wanakwenda motoni. Inasikitisha. Bwana pewe sana. Inasikitisha. Ndipo utakapoulizwa, ina maana wewe amri zangu hukuzijua, haukufundishwa. Hukufundishwa. Tumeanzia 15 pale, rudi 13 pale juu. Hapo 20, rudi 13 pale juu. Anasema usiue, lakini watu wanaua. Bwana pewe sana. Anasema sifanyeje? Usiue, lakini watu wanaua. Sio kama unaelewa vizuri. Watu wanaua. Mtu yeyote ambaye amekwisha ua, hata kama amefanyiwa sana toba, kuna mambo mawili anaweza kusamehewa au kusamehewa kwake, akaandaa sadaka ya kufutiwa dhambi, akaja madhabahuni kwa mayaya, kwamba mayaya, mimi nimewahi kuua na naleta sadaka hii kawaandalie